katika sisi anafahamu hisia anazokuwa nazo pale unapomkosea mtu ambaye unamheshimu na unampenda ukamkosea. Nadhani unapata katika mawazo yako ni hisia kiasi gani unakuwa nazo katika moyo wako. Nimemkwaza, nimemuumiza, sikustahiki kumfanyia hivi, si ndio? Sasa fikiria unayemkosea ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ambaye anajipendekeza kwetu. Sisi tulitakiwa kujipendekeza kwake, lakini Allah anajipendekeza kwetu. Allah ambaye ametumiminia neema nyingi ambazo wala hatuwezi kuzihesabu tukazijua kwa idadi. Tunaishi kwa neema zake nyingi zimetuzunguka, lakini kwa sababu ni wanadamu, khairi zake na neema zake zinashuka kwetu na maovu yetu yanapanda kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na hayo, Allah subhanahu wa ta'ala akauweka mlango huu wa tauba iwe ni huruma yake kwetu sisi. Toba, ndugu zangu, Allah hakutuwekea mlango wa tauba ili kutuumiza tuendelee kuishi na huzuni yale tuliyofanya. Hapana, Allah katuwekea mlango wa tauba ili turudi katika njia sahihi. Nikupe mfano. Unaonaje unasafiri? Unatembea ukafika pahala ukapotea njia. Ukaingia sehemu ambayo ni hatari. Huna unayemjua, humuoni mtu, pengine unakutana na mazingira ya kutisha, ghafla unatokea sehemu ambayo ni ya amani. Nafsi yako unaisikiaje? Hii ndiyo toba. Tunapotoka katika njia ya sawa, tunayotakiwa kuamo ni kama mtu aliyepotea. Alikuwa anasafiri kapotea. Na amepotea hasa, ametokea sehemu ambayo hajui anatokaje. Ghafla anajikuta katokea sehemu ambayo ni ya amani na utulivu wa nafsi unarudi. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudsi anasema, ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ewe mwanadamu, lau hata kama itakuwa madhambi yako ni mengi mpaka yakafika ujazo wa mbingu, thumma astaghfartani, kisha ukaniomba msamaha, ghafartu laka wala ubali, mimi nakusamehe wala sijali. Tazama Allah anavyotuita kwa kutubembeleza sisi wakosefu, sisi ambao tunaneemeka na neema zake, lakini tunaendelea kumkosea usiku na mchana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail. Allah anakunjua mkono wake wakati wa mchana ili waliokosea usiku wapate kutubu, na anakunjua mkono wake usiku ili waliokosea mchana wapate kutubu, na jambo hili ni endelevu mpaka jua likichomoza kutoka magharibi kwenda mashariki. Ndugu zangu Waislamu, unajua kwamba Allah anawapenda wenye kutubu? Allah hakusema anawapenda maasumin, wasiokosea, kwa sababu hawapo. Hakuna asiyekosea. Bali Allah ametangaza, inna Allaha yuhibbu tawabin. Allah anawapenda waja wake wenye kutubu. Tazama Allah jalla wa ala, pamoja na makosa yetu na madhambi yetu, anatuita kwa lugha ya kutubembeleza. Anasemaje Allah jalla wa ala? Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Enyi waja wangu ambao mmefanya israfu. Israfu maana yake ni kupitiliza. Mmefanya madhambi mpaka mmepitiliza. La taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema za Allah, na usimpe nafasi sheitan
akakunongoneza kwamba dhambi zako ni kubwa kuliko msamaha wa Allah, hiyo ni kosa kubwa kuliko dhambi yenyewe. Hakuna dhambi inayoshinda msamaha wa Allah, haipo. Ndio Allah akatangaza alladhina asrafu ala anfusihim ay bil maasi, wale waliofanya israfu katika madhambi, yani kafanya madhambi mpaka amepitiliza. Allah bado anawaita ya ibadi, enyi waja wangu. Hakusema ya ayyuhal mudhnibun, ya ayyuhal usa, ya ibadi, enyi waja wangu, alladhina asrafu ala anfusihim, mliofanya israfu ya madhambi, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema za Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, Allah anasamehe madhambi yote. Innahu huwal ghafurur rahim, Allah ni ghafur, mwingi wa msamaha, rahim, mwingi wa huruma. Ndugu zangu, tauba ni nini? Kwa kifupi sana, tauba maana yake ni mkataba baina yako na Allah wenye vipengele vitatu basi. Kwa lugha nyepesi, toba ni mkataba baina yako na Allah. Mkataba huu una vipengele vingapi? Vitatu. Kipengele cha kwanza, an-nadam, kujuta. Na majuto maana yake ni chozi linalotoka moyoni linalokwenda kufuta yale maasi na madhambi. Moyo ujute na uumie, kwa nini nimefanya hivi? Kama vile ambavyo unaweza kujuta unapomkosea mtu unayemheshimu. Yani kila ukikutana naye roho inauma. Kwa nini nimemkosea? Kwa nini nimemfanyia hivi? Ananionaje? Nitarudishaje yale mahusiano? Si ndivyo tunavyokuwa ukimkosea mtu? Sasa mkataba huu wenye vipengele vitatu, kipengele cha kwanza ni kujuta. Na kipengele cha pili ni maazimio yenye ujasiri. Ukishajuta, alafu acha mara moja, na wala nafsi yako isikwambie nitaacha kesho. Hapana, acha wakati huo. Kwa nini? Kwa sababu roho ni dhamana. Hujui inaondoka lini. Wakati unapanga nitaacha kesho, inawezekana leo ndio siku yako ya mwisho, ilikuwa fursa ya mwisho. Kwa hiyo kipengele cha kwanza cha mkataba baina yako na Allah, mkataba unaoitwa toba, moja ni kuacha lile kosa, mbili ni kujuta, tatu ni kuwa na maazimio yenye ujasiri kwamba sitorudia tena. Khalas. Hii ndiyo toba. Lakini mkataba huu wenye vipengele vitatu ni mkataba unaotaka ukweli kutoka ndani ya moyo. Kwa sababu humuonyeshi yoyote, kwa sababu humfurahishi yoyote, ni maslahi yako na nafsi yako baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ndugu zangu, nimependa kwa dakika hizi chache tukumbushane katika jambo hili muhimu, kwa sababu tuko ndani ya mwezi wa Shaaban. Leo tarehe 9, sio? Tunakwenda, utajikuta masiku ya Shaabani yameisha, kuna ile taswifu, nitafunga kesho kutwa, nitajiandaa sasa wiki ijayo nianze kusoma, mara Shaabani imekwisha, inaingia Ramadhani. Tuko pamoja? Na Ramadhani itakwenda hivyo hivyo. Itakuja siku ya kwanza, ya pili, sasa nitaanza, Ramadhani inaondoka. Unabaki ni yule yule. Mfumo wako ni ule ule. Ndugu zangu, nafsi inahitaji kuituni kidogo tu. Ukaitoa kwenye mazoea, ukaibadilishia mfumo. Wan nafsu katifli, asema msemaji, nafsi ni kama mtoto anayenyonya. In tuhmilhu shabba ala hubbi radha. Mtoto haachi, anaachishwa, si ndio? Kuna mtoto anaacha mwenyewe kunyonya? Labda mgonjwa. Lakini kama sio mgonjwa, anaachishwa, na nafsi nayo inaachishwa vile inavyovitaka, unaiachisha kwa lazima. Alafu baadaye inazoea. Unahitaji tu kujitahidi ndani ya siku moja, siku mbili, siku tatu, nafsi na kawaida ya kuchukua mazoea. Ukisimama leo usiku, ukasimama kesho kutwa, ikifika time uliosimama siku ya kwanza, usingizi umeisha. Ukijiwekea utaratibu wa kukaa msikitini kusoma Qur'ani, siku ya kwanza utapata wasiwasi, labda nimepitwa hiki. Baada ya muda nafsi yako inaanza kupata utulivu ukikaa msikitini.
nafsi yako inaanza kupata utulivu ukianza kufanya adhkar wa hakadha. Kwa ndugu zangu, tuchukue tahadhari. Shaabani inakwisha, Ramadhani iko mlangoni kwa wale watakaojaliwa kuidiriki, lakini maandalizi ya Ramadhani ni sasa na sio Ramadhani ikiingia. Hapana, kama ukupanda katika Shaabani huwezi kuvuna katika Ramadhani. Namuomba Allah jalla wa ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Hadha wallahu a'lam, sallallahu sallama ala nabina Muhammad wa jazakumullahu khairan.